Watakatifu wa mjambo, watu wa Mungu jambo, wakombolewa jambo, wakongomani jambo. Sasa leo ni ajabu mno, kwa sababu Bwana anataka kusema na wakongomani. Usome Mambo ya siku ya pili, ule mlango wake wa 7 na mstari wake wa 14. Mambo ya siku ya pili mlango wa 7 na ule mstari wake wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watashinyenyekeza na kuomba na kutafuta uso wangu na kuacha dhambi zao, basi nitasikia kutoka mbinguni na kusamehe dhambi zao na kuponyesha nchi yao. Tunashukuru Mungu kwa nyimbo na kwa maombi na kwa kazi yote, hata sadaka, mambo yote yametendeka hapa. Kwa siku 3 zinazobaki, nataka niwaambie juu ya mpango wa Mungu kuokoa Kongo. Kwa siku 3 zinazobaki, mimi kusimama mbele yenu, nina teme moja: mpango wa Mungu kwa kuokoa au kwa kuponyesha nchi ya Kongo. Wakongomani wana maulizo mawili ya kila siku. Maulizo mawili ya kila siku. Ulizo la kwanza: nani anaua Kongo? Nani anatesa Kongo? Nani anaharibu Kongo? Nani anachafua Kongo? Ndio ulizo la kwanza. Ulizo la pili la wakongomani linasema, nani ataokoa Kongo? Kama tunaweza kujiuliza nani anaua Kongo, vivyo hivyo wakongomani wanajiuliza, nani ataokoa Kongo? Nadhani wewe uliye hapa na yule aliye nyumbani kwenye redio yake, naomba tu unisikilize vizuri. Nataka kujibu haya maulizo mawili leo, na kesho nasema mambo mengine. Lakini kisa kubwa au neno kubwa ni kwamba mpango wa Mungu juu ya kuokoa Kongo. Wakongomani wenzangu, watoto wa Mungu, kila mmoja anashuhudia mambo mabaya yanayotendeka katika nchi ya Kongo, na kila mmoja anateseka kwa namna moja au nyingine katika mateso makubwa yanayokumbana na nchi ya Kongo. Ni muda wa siku nyingi tangu wakoloni wa kwanza na wakoloni wa pili na wakoloni wa 3. Wao utasema makoloni ngapi? Naomba unisikilize. Tangu ukoloni wa kwanza na ukoloni wa pili na ukoloni wa 3, mkongomani anateswa sana. Mkongomani anateswa. Sasa anapoteseka, anajiuliza, nani ananitesa na nani ataniokoa? Napenda niwaambie neno moja, au niwaulize nijue mawazo yenu. Kongo inagonjwa au Kongo inakufa? Inagonjwa, inakufa. Inagonjwa, inakufa. Basi tuizike na turudi nyumbani. Yaani wakati mnasema Kongo inakufa, hakuna matumaini tena
basi tuiache ikufe na sisi wakongomani wote tuzikwe. Lakini nawaambia kwamba Kongo inagonjwa, haiyakufa. Kongo inagonjwa, haiyakufa. Kama ingekuwa imekufa tungeizika, lakini kwa sababu inagonjwa bado kungali matumaini kwamba itapona. Kama unasema imekufa, maana yake umekata tamaa. Unasema hakuna la kufanya, Kongo imekufa, wakongomani wote wamekufa, basi imeishia pale. Bado Kongo inagonjwa, lakini Kongo haiyakufa. Nikuambie maneno matatu ambayo ikionekana na Kongo imekufa, lakini bado inagonjwa. Lakini kuambia maneno matatu yanayoonyesha kwamba Kongo ingali inapumua, hata kama inapumua kwa shida, lakini ingali inapumua. Jambo la kwanza linalonionyesha kwamba ingali hai hata inagonjwa, Injili ingali na uhuru wote wa kuhubiriwa katika Kongo nzima. Mpigie Yesu mikono. Mtu anayehubiri Injili katika Kongo hafungwe na aombwe aseme alipe tax. Unaweza kuzunguka Kongo nzima unasema Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, na mahali popote unasongewa ugali. Siku watakataza Injili isihubiriwe Mkongo na ibada kwa jina la Yesu isifanyike, pale Kongo inakufa. Lakini kwa sababu Kongo Injili ingali inahubiriwa, inagonjwa kwanza. Tuko hapa, mkubwa wa mji alisema mubakie pale mzuri, msiwe na shaka. Ile inaonyesha kwamba Kongo ingali hai. Utafika katika nchi zingine wanakataza usitaje jina la Yesu. Unahubiri usitaje jina la Yesu. Nimeshafika katika nchi moja ya Asia, wanasema uhubiri Yesu hata kama unamtaja haiko problem, usiseme mtu amwamini. Na nilihubiri jukwaa kubwa, wazungu 4,000 wananizunguka, lakini pembeni maaskari wananizunguka. Kama ninafanya mwito nasema uamini Yesu, bunduki kama 8 zinanitwanga. Sasa ile inji sasa ile ndo imezimia sasa, lakini Kongo ingali ni mgonjwa, lakini ingali hai. Kitu cha pili kinanionyesha kwamba Kongo ingali hai. Kongo ingali inakubali kwamba mtoto mkongomani apewe elimu. Masomo yangali yanaendelea, masomo ya msingi, ya sekondari na ya university ingali inaendelea. Kwa hiyo mkongomani angali anaweza kupata diploma yake ya doktora. Ile inaonyesha kwamba hata kama Kongo inagonjwa, bali inaweza ikafuka, kwa sababu wale wa intellectual ambao wanafundishwa siku kwa siku, wale watafanya kitu. Nikuambie kitu ya tatu inaonyesha kwamba Kongo ingali hatuyakuwa wa kuhisika, ni kwa sababu komersa wa Butembo angali anaruhusa kufika Hong Kong. Yaani tunaweza kuvaa kwenye nguo za kutoka Asia, za kutoka Europe, za kutoka fasi nyingine. Alafu komersa wetu angali na uhuru wa kutembea kwenye ndege na kuendelea. Kuna nchi zingine watu walishafungiwa kutembea kwenye ndege. Lakini hata anasema maneno haya yote, naomba ufikirie kwamba Kongo inagonjwa. Kongo inagonjwa, na nitawaambia nani anagonjwesha Kongo au anaua Kongo
hao wanatesa Kongo, na nani ataweza kuponyesha Kongo? Wandugu wapenzi, mtu akiuliza polepole, unasema nani au wanani wanatesa Kongo? Kila mmoja ana majibu yake. Wengine watasema wasoda, na wengine watasema wanganga juu bei ya dawa inapanda. Wengine watasema walimu wa masomo juu minerval ishapanda. Wengine wanasema wapasere juu walikata ndoa yangu. Kila mtu atasema. Kila mtu atasema. Na wengine wanaonyesha mtu mmoja, wanasema hakose rais ndo anatesa Kongo. Kwa sababu anakuwa saa tuhangaiki. Na rais anasema mimi njoo nilisema mtoto wako avute bangi na akuue. Mimi njoo nikampatia bangi. Nani anatesa Kongo? Ninasoma liste. Nisome liste, msikimbie. Nisome liste ya wale wanatesa Kongo. Sawa, iko hapa katika kitabu ya Isaya. Ukipatikana kume usikimbie. Ukipatikana kuile liste tutakukamata hapa. Tunasema kumbe wewe ndo unatesa Kongo. Isaya sura 59, nitaanza mstari wa 1 na kuendelea. Tasoma polepole tu usikie. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeficha uso wake kwenu, hata hataki kusikia. Kwa maana mikono yenu imetiwa uchafu wa damu, na vidole vyenu vimetiwa uchafu kwa uovu, na midomo yenu imesema uongo. Ulimi wenu umenungunika vibaya. Hapana mwenye kushitaki kwa haki, wala hapana anayetetea kwa kweli. Wanatumaini mambo bule na kusema uongo. Wanapata mimba ya tabu na kuzaa uovu. Wanatoa mayai ya fira na kusuka uovu wa buibui. Yeye anayekula ya mayai yao anakufa, na hii nilalovunjwa nyoka anatoka. Ukiendelea mpaka 15, ninataka kukupatia jibu nani au wanani wanatesa Kongo. Mtesaji wa Kongo ni mama au baba au kijana au msichana aliyekataa kuamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mwenye anatesa Kongo ni mtu yule ambaye tangu habari njema ilihubiriwa katika Kongo alikataa kuamini na kumpokea Yesu ndani ya maisha yake. Huyu ndo anatesa Kongo. Awe raia, awe jeshi, awe kati ya uongozi wa serikali, awe mkulima, awe komersa, awe mwalimu wa masomo, awe munganga, lakini kama hajaamini kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wake, huyu anatesa Kongo. Na labda utasema anatesa Kongo kwa namna gani? Mahali ambapo tumesoma katika Biblia inaonyesha vikundi. Kama ungesoma ile Isaya 59 ile yote, mimi nataka kukuambia hapa grupe 1, 2, 3, 4, 5 za watu wanaotesa Kongo. Ukionekana kati ya zile grupe, wewe ndo unatesa Kongo. Grupe ya kwanza ni ya wale wanaomwabudu shetani. Wale wanaomwabudu shetani ni wale wanatesa Kongo kwa sababu wamemfanya shetani awe mtawala juu yao. Hizi siku
kuko terme yenye tulikuwa tuisikia kuane 80 imeanza kuane 90 na kuendelea, terme ya kuenda kuzimu. Nilipata kijana moya Goma akaniambia, pastor na kuya kutubu, lakini nataka kuambia kwamba kosa langu kubwa ni kuenda kuzimu. Ninaingia Lake Kivu, naenda tokea ndani ya Lake Tanganyika, Uvira. Nikasema ile unayosema ni kweli. Yaani sasa wewe umeweza kuingia kuzimu, na wakati unaingia kuzimu unaingia ndani ya Lake Kivu, unaingia unapita na mpaka unafika ndani, unaenda tokea Uvira. Anasema papa ni kweli. Aseme hata ni semble papa, na unaweza pita. Nikasema pana, achia kwanza pale kupita pale. Hizi siku watoto wa mama na wa baba wamejifunza mchezo wa kuzimu, na ni materme ambayo inatumiwa mara nyingi kwamba anaenda kuzimu, anaenda kuzimu, alifika kuzimu. Mtu mmoja siku moja alisema ambo, na mimi nilienda kuzimu. Mimi nikasema kufanya nini? Asema ulienda tafuta nguvu ya kuokoa watu. Kasema hapana kuua watu. Asema tulitosha kwa msalaba, unapouweka juu unasema watu waokoke, na mwenyange okoka na okoka. Asema ile ni kisambo, ulitosha kuzimu. Nikasema nilienda kuzimu, nikatosha kisambo cha kuokoa, cha kubadilisha mtu. Najua uongo ni maji ya kunywa kwa Wanande. Munande akisema uongo anakunywa maji. Lakini nataka kuambia hii mchezo wa kuzimu inaharibu Kongo. Mlisikia mtumishi wa Mungu James alivyokuwa anasema hapa, kama Freemason, kama vitu gani, mimi sikukuwa nabisikia mzuri, lakini nabisikiaka kwamba hizi siku ya samahani sana, mniondoshea watoto basi, mwatulize pale. Kwangu kupita pita kuna tafsiri nyingine, ni maana kuna sumbua upako. Nataka kusema ya kwamba kile kinachosikika leo ni kwamba mengine ni mabongo, mengine ni kweli. Ukiona mtu wa pesa zinazoongezeka kila siku, watu wanazoea kusema ambauti okochindu. Sikindandi vile inasema. Sasa kila chindu ni kitu gani? Aseme ana kitu. Aseme ana kitu, na kila kitu ndicho kinamsaidia pesa zipande. Mimi sijui ni kitu gani. Inawezekana kwamba katika Kongo kuna wale ambao wanafikiri ili wapate biashara wanaweza wakawa na vitu, wanaabudu shetani. Kwa sababu shetani alimwambia Yesu, kama unaniabudu takupa vyote. Nao wameendea ule mtindo wa shetani. Imesikika kwamba kuna wale wanatafuta mapouvoir kwa shetani ili apate promotion, ili apande daraka, ili awe mkubwa, tena mkubwa. Anaingia Buholu. Mimi niko mtu wa Buholu, mimi sijui ni ngambo gani kuko chile mapouvoir. Mimi huku mnapenda kututayataya, aseme kwetu ndoko kwa mapouvoir. Hapana. Sasa labda sio anaingia wapi, lakini anasema anaingia kule. Anaenda naambia yule mtu, na mlisikia Papa James anasema kwamba anaenda katika kanyumba ya mtu ambaye mchafu sana. Ile imesikika kwamba anatafuta pouvoir. Ndio atakuwa deputy, ndio atakuwa sijui ministre, ndio atakuwa mtu mwingine, ndio atakuwa mtu mwingine fulani. Ile inaweza wezekana kwa sababu marehemu Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga alikuwa vitu vyake vyote vilikuwa mashiki. Siku moja mtu aliniombea audience kwake, nikakatala. Walisema anakaa ndani ya kiti mashiki, anasinye ndani ya bike mashiki, anavala linete mashiki,
na hii bato yake yenye alikuwa anaonyesha hivi wakati anashuka ndani ya ndege ilikuwa nayo mashiki. Mshirikina wa nguvu, yani mtu wa mizimu. Na huyu ndiye alianza hii mtindo ya watu kuona kwamba ni kweli labda mtu kupata pouvoir na kutisha ulimwengu lazima aabudu shetani. Na kuna watu ambao wametoa hata watoto wao kwa mashetani. Nisikia mtoto mmoja alikufa, nikasikia kwamba watu walikuwa wanasemezana. Unajua mabongo ni za mingi na kweli ni ya mingi. Wanasemezana, wanasema aseme alimtoa kuzimu, bali muomba sadaka. Hamwe sikia kabia vile. Ambuno mukalia hola, ambavali ya musadaka. Bali ya mutoa. Banga kutoa. Lakini uko na Yesu. Amuna mtoto alikufa, bali mutoa. Amuna ule mama alikufa, bali mutoa kuzimu. Ile lugha inasikika. Ninawaambia wa baba na wa mama, kati ya mazambi ambayo inamkasirisha Mungu na anakugeuzia mgongo wake, zambi kubwa ambayo inamchokoza Mungu ni kuabudu miungu. Ile ndo zambi kubwa. Kama wakongomani wameingia katika mambo ya kuzimu na mambo ya kukonsulta shetani na mambo ya kutafuta sijui nguvu za giza, Mungu anaweza akakasirikia Kongo. Ngabu omochira ayukatese Kongo inyareko Mungu nelunyatu itanako na endubulebule yatulyatera yono yubikiri akasambo komuwe. Ngabu komoyenga iwa mabenyire tarakasambo kawinji nyiriandika sambo moka ngabika kalire kati ngasha Isaya komoyenga bie inatulanga ishebe sambo nabere nabiyenda mwabirisha sobera bende omoyenga inaishebe sambo utitale tako iningasaberako kakutese. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile irizi yako ndio inatutesa mbele ya Mungu. Mungu anapoona kile kitu unaweka ndani ya nyumba yako ndio anatugeuzia mgongo na maadui wanatutesa. Yule anayetesa Kongo ni yule ambaye ana irizi. Na leo nitaombea irizi, kesho uniletee nao misi ogopa dimashe na ilunguza hapa. Leo nitaichoma masasi ya mbinguni, na kama haitakugeukia utajua kama mimi si mtumishi wa Mungu. Si wangapi kechike tulia. Unaweka irizi sababu gani? Unaweka kasamba sababu gani? Kanini kukaweka na unaacha Mungu anatukasirikia hata hii mvua imenyesha kutusumbua? Ni yeye na isambo yenyu. Ngepikayo lero. Ngepikayo. Tu Mungu anatugeuzia hivi mgongo kwa sababu ya zambi, kwa sababu ya ile irizi, kwa sababu ya kwenda kuzimu, kwa sababu ya zile mabitu mashike unazokuwa nazo. Grupe ya pili ni magrupe ukeuka mwenye grupe uleko. Grupe ya pili ni ya watu ambao wanachuki na hawapendi wenzao. Yaani wanachukia sana. Nitawaambia ni watu gani? Wandugu wapenzi, mnajua ya kwamba wakisema wabandi waliingia humu, walitumwa au walijituma? Walitumwa na nani? Walitumwa na adui yako. Baba ndiba kiingia nyumbani kwako banatumwa. Lakini sasa cha kushangaza Butembo. Nani Butembo ni muko bie sawa kuliko Goma. Goma tunaikala makabila mbalimbali. Na unaweza kuwaza labda mwenye alituma baba ndi kwangu ni Mushi, ni Munyarwanda, ni mtu gani. Lakini wa Butembo ni kuti, ni Mwamabuka, ni Mwamaseba. Maana yake ni kusema Kasereka ndo anatuma babandi kwa Kambale. Si ndio vile?
Siku moja tulifanya delegation ya kuendea Presida Kabila Goma. Tukaenda mimi na padiri na mwingine. Tukafika kwake tunasema dunia inaharibika papa. Watu wanaoana. Akasema na wasikilize. Lakini mnawaza wale wanaoana ni watu gani? Tukasema basi wabandi. Akasema ninyi wote mmeniendea, tulikuwa kominotea Wanande. Asema nataka kuambia Kakule anaua Katembo. Inanihusu. Sio kama mnasikia Kiswahili ya presida. Nilikuwa pale. Pastor, suko pastor, padiri. Kakule akiua Katembo. Binaniangalia. Si ni mchezo wa asili. Si ni mchezo wa asili. Si ni ukoo. Kakule anaua Katembo. Na waulizeni, alidanganyika? Alisema bongo? Sasa wenye fitina ambao wanakuwa katikati yetu, anapokuona unapita na vuatiri yake, tumbo inaluma, anaharisha. Anasema tena vuatiri, ataona. Anaangachewa bandi, anasema mwende mkakamate saa mile iko kwake, nitakula vende, mtakula katreve. Ni Kambale, ni Katembo, ni Kasereka, ni mtu mwingine, ni Maseka, anauisha mwenzake. Ninawaambia kwamba unisikilize vizuri. Ile siku Kaina aliua Abeli, Mungu alijua au hakujua? Mungu alijua au hakujua? Akamwambia Kaina, akasema damu ya ndugu yako inalilia huku kwangu. Omusasyo wamatutike Butembo iwayitisha muwala wenyu, iwayitisha baba wawe, iwitisha mushirani yawe, iba mukera ngembene. Omusasyo yobirike lubula. No msasyo yo wakale kwa Mungu. Mlisoma kitabu ya Isaya inasema ile damu inayomwangika sio na hatia, na inaacha Mungu anatugeuzia. Mapaseri tukavya tuyaikao tu watu ambo mundu wabirenda. Tutayalwe mapenzi wa Mungu. Kunde tukiishi tunaishi kwa Bwana. Tukikufa tunakufa kwa Bwana. Au nde mundu mwe bwati iba nibo Mungu ulia mwita. Bapasera tusuyo kwa milondo. Nje nabirekere soma nyitia. Wamabito mundu nga ikokoche okochiriko chewe. Ngaluna kutakira inimani riburi omoliko ina usari omochanya ina kutsuma. Senanga kurumiye. Si mapenzi wa Mungu eriwa muwichowonde, na si mapenzi wa Mungu eriwa mbo ali ahola mubiro obiwe ulia briske programa ya lubula babidi siba mulindire ukaira ba malaika bomo problema ya mrondera rotsero. Sasa wewe na chuki yako na roho yako mbaya unauisha. Unauisha. Wakati unauisha, unasema mtu fulani muenda mkamate mumuue. Na wakati Mungu anaona damu ya mtu asiye na kosa inamwangika, anageuzia mgongo Butembo. Akabe abirebe yekasereka abiyitisha Katembo ine watemulero mule. Itwa Banyabutembo boshi itwa tsomirwa moyo. Na Mungu anakatala. Alisema mikono yenu inajaa damu isiyo na hatia. Katika hii grupe kuna kutoana kwa mahakama. Kuna kutoana kwa mahakama. Unaona mtu anasimama kwa tribunal, anatoa mali ili baende wamkamate fulani na kumuingiza ndani ya prison. Anasema omwe amalize 10 saa na maaktivite zake zote na zimeisha, mkamate hizi franga.
Chuki. Yaani ukiona mtu amejenga gorofa, ukiona mtu amefanya kazi fulani nzuri, unafikiri kwamba umtese. Na ukimtesa uende sasa uende umshtaki. Na kuna wengine anapiga borne nyuma ya nyumba yako. Anasema na ulahokera. Nilipanunua zamani. Ulikuwa pajenga nimepanunua. Munaenda ku tribunal, analipa franga. Tibo. Jamaa ndio ule. Nerona kundute kumbe na nyesaka esirita vuta. Basi. Bu. Basi mutasamba tena kesho. Anakuwa anasamba anasema mwaka 1980 niliona na mzee fulani nikanunua pahali pale. Iko na baavoka ashabapatia franga. Batu bako muka kwa ngura hawajui banafungiwa nini. Wakati unafanya ile tendo linamchukiza Mungu na anatugeuzia mgongo. Yaani kwa sababu ya pesa nyingi unaona utoe mali nyingi ili mwenzako ateseke na lwake lwa kidogo banamuomba nalo analutoa lunaisha na zako za mingi zimetesa watu wengi. Sasa waireresho franga sheri tesa sawa munabure tukasaba mungabu nisi mwatebeta waireresho franga sheri tesa wabiresho nene mwoluwalangira ba masikini ngebisise na ukiri ukasitakabo uwime marima wabo uwime maparsela wabo iwatesabo kundi utesho nene munaburenga pikashe bombe sikawa wamavya kuchua tubu. Lakini munabure nga pikasho. Kama unanisikiliza kwenye radio utaona ile mali ulio nayo ambayo ni ya kutesa maskini, kutesa mujane, kutesa watu wengine kwa sababu una pesa nyingi. Na mulisema kwamba wabandi wakiingia hapa walitumwa. Rebelio zote zenye zinaingia Mkongo zinakuwa na hazina Mkongomani. Mnasikia Kiswahili? Rebelio zote na vikundi vyote vya waasi vinavyoingia Mkongo havina Mkongomani mwenye alivileta. Ni Makongomani. Kongomani anatesa Kongo. Ndo mzee alitushiba akasema kakuli akitesa katembo binanihusu nini? Sini ugali wa asili. Ile ni grupe ya pili ya wenye kuchukia wengine. Nasema grupe ya tatu ni ya wale wenye kupenda tamaa, wenye tamaa ya fedha chafu. Hao wako Goma, wako Butembo. Wale ambao wanachukua silaha na kuenda kuterorize mtu, wanamtesa ili awape pesa. Akiwapa pesa anapona. Wako Butembo. Ile ndo Mungu anachukia. Kumefika Goma wizi wa watoto. Wanabeba mtoto wanampeleka fasi. Wanatuma mamesaje kwa telefoni wanasema utuletee $20,000 tuko na mtoto. Basi munakotize munawapelekee. Munawanegoshe munasema tuko na senge. Wanasema mufanye witi. Munafanya witi wanamtosha. Biashara ya fedha chafu, biashara ya uzalimu. Yaani pesa unazozipata ifo ukamate silaha usiku upige na uingie kwa mtu usipate zile pesa. Ule mtu anabaki na kulaani. Unaiba mtoto ya mtu, unaenda unamficha kusudi upewe franga. Na Busendo imekuwa vile. Busendo imekuwa basi uwe tena. Banaona bakiua habatapata za mingi. Bakianguka kumutu saa katege. Banasema kominote yote itakotize. Mutuleteye emio.
Munakotize, wanakula miyoba, anasema wewe. Aseme na wakati unakuwa kule wanakupatia tu chakula. Hii ni biashara ambayo inaendeka katika Kivu hapa. Wakati tunasema Kivu imekufa nini? Nero Kivu yabera yete. Mungu abiritulolia ko muongo. Ebitibwa bikakore ko monoro Kivu. Biringa sebiri byatakorekane Katanga. Etikatu tesa. Ebibi nebinene. Eriwo mwana wabene. Eriyo butukomro ndeko franga. Na ile busendo. Nimesikia kwamba ni masinyale kumbe. Unaingia ndani ya gari, bana telefone. Amingro mtoka werushi. Amikalo hombere. Awite kusenge mili. Sasa mwenyana wa telefone ni nani kama si muyomba yako? Muyomba nwana wa telefone. Papala kidwana wa telefone. Na baba mdogo ndwana wa telefone sasa. Na rafiki yako ndwana wa telefone. Kwamba alo. Iko mkutogari ya rushi. Anabeba senge mili. Mumungoe pale. Na bana kuanguka hako. Bana sema senge mili lete. Balisha basinyaleke. Uko na t-shirt ya rushi. Iwa lusha chomu. Oyulia telefoni ano. Nina bonde wao. Hii ndo inamchukiza Mungu. Anasema kwa nini Wakongomani wandani wanatesana? Anawageuzia mkongo kwa sababu ile mambo inayomchukiza inaacha na tuona kwamba tuko bawerewere kweli. Kuko sasa mambo ya saa ya uzalimu, uvutaji wa bangi. Uvutaji wa bangi unamchukiza Mungu. Ile madawa ya kulevya inamchukiza Mungu. Ile ukataji wa mimba, ile ulawiti mume na mume kufanya tendo la ndoa. Alafu ile ubakashi. Kitabu ya Isaya inasema, alisema nini? Alisema kwamba masikio ya Mungu, niwasomee tena. Ile 59 iko hapo. Tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si nzito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu hataki kusikia. Tomaba tutyo Mungu aokoye Kongo. Iwe luwa wiriba wewote. Eboro ubikire muno. Ambu yoye kare ko Mungu ni atutese. Uluwa huluchayo ambu moyengisha isibu. Sasa kama unataka Mungu aokoe Kongo, ondoa chuki, ondoa kutoa wengine na kuweza kuua wengine. Biblia inasema, watu wangu niliowatakasa kwa jina langu, wakiniomba mimi na kutubu dhambi zao, nitawasamehe na nitaponya nchi yao. Kama tunataka Mungu aponye Kongo, tuna lazima ya kusema tutubu. Tumwambie Mungu tuseme, eboro ya marekiwa tese ebutembo. Yeyo na maretayo, uwe Mungu yeyo na masiyebyo. Na mwingine unasema, kama bangi yangu, kama ubakaji yangu, kama kuisha watu yangu, kama kushitaki watu, kama kutesa watu na franga zangu, kama kuenda kuzimu, ndo imeacha Butembo inateseka, Goma, Nord Kivu inateseka. Ninaleta dhambi zangu zote mbele ya Mungu ili Mungu aokoe Kongo. Nawaambia hivi, tunaweza kukaingia mchumba cha intercession muda wa siku 40 na kufunga chakula, kama bado dhambi zingali zinatendeka ndani ya Kongo, Mungu hatasikia. Waberesabe wasabe. Mungu e Kongo. Ukasabiba wina na utokoboro. Haitawezekana. Unaomba Mungu Baba. Mungu Baba. Unaomba na mtoto wako ni mvuta bangi. Donge makosa yanayomchukiza Mungu yanatendeka Butembo. Sasa Butembo munaomba,
anasema masikio yake yangewasikia, lakini dhambi zimezuia asiwasikie. Na mkono wake si mfupi kuokoa, lakini makosa, dhambi zinazuia mkono wa Mungu usituokoe. Nataka kusema neno la mwisho. Nani ataponya Kongo? Na jibu la walio wengi ni kwamba ni Mungu. Lakini Mungu si ametupatia condition. Si condition tayari kwamba dhambi kama zingali mutaliona kwa miaka na miaka. Na ile ni kweli. Ebu tembweno unanyo uri ko radio ekisambo chawe epono yawe obakashi bwawe neritira bandu bobusa necho mundu wa munyegacho ebibi chine utateseka na utaacha wengine wanateseka kwa ajili yako. Wale ambao wafanya vya vile wanateseka kwa ajili yako. Mnakumbuka siku moja wana wa Israeli walienda kwenye vita. Wakati walienda kuvita, mmoja wao akaiba. Wenyewe walikufa, walikuwa wengi. Ni Akana aliiba, lakini wale walioteseka ni wengi. Katika Kongo, wale wapagani, wale ambao hawakuokoka, wale ambao hawakuamini Yesu, wale ambao hawakuamini Yesu, wanapoendelea na kutenda mambo mabaya, sisi wanyonge tunawatesekea hamu. Yani tunateswa kwa ajili yao, kwa sababu mtu mmoja ambaye alitenda dhambi ni Adamu, na kifo ikaingia kwa sisi wote. Mtu mmoja mwenye anaweka kitu kibaya ndani ya nyumba yake, mtu mmoja mwenye aliuisha baba yake, mwenye alitoa mke wake, mwenye alitoa mtoto wake, mwenye anatenda vitendo vibaya, mtu mmoja au wawili wa Butembo wanaacha salama inakosa Butembo, kwa sababu Mungu anaigeuzia mgongo. Nani ataponya Kongo? Mungu ataponya Kongo akitumia watu atakao wachagua. Napenda niwape matumaini. Kongo inataka kuokolewa sasa. Programu ya Biritsuke Luvula Kongo ekalama. Unikubali. Mungu anapotaka kuokoa anatafuta mtu yule ambaye atamtumia. Sasa wakati nipo nilikuwa nategeleza hii message usiku, naomba vile Mungu ananisaidia na niambia, lakini anasema kwamba iko anatafuta mtu ambaye atatumia kwa kuokoa Kongo. Sinya singa kande bya hano ambo mkombozi we Kongo anemusondwa. Ile wakati Mungu anataka kuokoa Israeli, alipata mtu anayeitwa Musa. Kongo ina lazima ya Musa ambaye aligomboa wana wa Israeli bila silaha. Mnakumbuka makombozi gapi ilishaingia Mkongo? Tunawakomboa. Tunawakomboa. Musa hakukomboa Israeli na silaha. Kongo ikandi bya liberabo charambondo. Ngakubure kwenene. Kongo inataka kuwa libere bila silaha, bila silaha yoyote. Kongo inataka kuwa libere bila silaha yoyote. Musa alibera wana wa Israeli na hakuna silaha. Croyez-moi. Nataka nikuambie kwamba Mungu alipotaka kuokoa nchi ya Israeli alitumia nabii Eliya. Nabii Eliya alisimama mbele ya Ahaba. Kwanza alilia mbele ya Mungu. Akasema, Mungu, nimebakia peke yangu, mimi mwenyewe siabudu Bali. Alafu Mungu akamwambia, bado kungali watu 7,000. Wewe utulie tu. Alafu uendelee na kazi. Alafu nakumbuka Eliya siku moja alisimama mbele ya rua Ahaba. Akasema, Ahaba, wewe ndio unatesa Israeli. Wewe ndio unatesa Israeli. Wewe ndio unatesa Israeli. Naamuru sasa mvua isinyeshe kwa muda wa miaka 3.5. Na mvua ilisimama. Kongo ikasonda Eliya.
nene mutabula nyitia meno twambe tiano ngerio ni wachikwe twamabisi twangahana mbere wabamibe chiwo tukawatote buyameni nziaka na machinge mbula yokomya kisatu ameno mutini wachi twanganare kautu situ twabanika mu Elia oyuko luya barahaba te we Ahaba, kama ni vile unatesa Israeli, nataka nifunge mvua mbinguni tuwa zaidi mi. Oyoti haba niko mubarevera isi tulitwa tolera munatuyo komando alakini akili ya ina muvera tundi nono ifo tupate Elia. Sasa Mungu siku moja alitumia Elisha. Niwaambie sana ya Elisha. Elisha alikuwa nabii wakati wa Asuria walikuwa wamezunguka wa Israeli. Elisha alitambua mastrategy zao, akawa anaambia mfalme wa Israeli, anasema sasa wamefika quelque part, muende muwazunguke mnawaua. Paka mfalme wa Asuria anasema mbona tuko napanga mipango wanaifumbua. Kama mtu kama akakamwambia wauti kwa mundu wa Mungu akaluni afumbula ahotwa mabi hata kesho mbundu. Ni nani ambudi Elisha? Atibo twende tumuzungukie. Wakaenda muzungukia. Ule mtumishi wa Elisha Gehazi akaona wamemzungukia, akasema nabii bametuzungukia na masharde komba. Elisha akaambia Mungu, akasema Mungu fungua macho ya upeti aone na siye masharde komba zetu. Akafungua macho yake na akaona kwamba wanaozunguka majeshi ya mbinguni ni mengi. Sasa Elisha kaomba Mungu, akasema wapige kwa upofu. Mara moja wakashikwa na upofu. Evite itemo otoblende eributi sibiendi metime lo yukata yewitsa nako barevera omundushali yewitsa iyo basi badiwa nabulanga nyewitsa basi eribu abolobolo wo abolobolo uti bapige kwa upofu basi neribu malubasa baka matamata banapapasha bana wapigo mtu wa Mungu. Bamefika kwenye hiko, akasema ni mimi. Macho yao yanafungulikana, anasema muwape chakula warudie kwao. Ewita ikaronde Elisha ayuta wite ko toblende kucha shaute kurokete nyelunia ye manati atu ewita ekainami ne watebo upofu. Sodamu mamanyi buli ya Rochoro. Aliona Sodamu aliniuliza Rochoro. Aliona niko nafanya mkutano wa Injili. Na aliona miujiza yenyewe ilitendeka ndani ya miujiza ya mkutano. Akaniuliza sasa tukishafika kunyumba mwa hivi tunakaa. Akasema papa, si wangabu evita ye Kongo. Mona hemuka basi. Na mabundi tamina ye yari ati kabisa. Aliona muujiza moya, samani kuutaja, si kwamba na Josefu, lakini mtu alipiga nyumba ya hizi hivi vidudu vyeusi shoba kaula mondanga zikazunguka mkutano kwa yulo. Tulikuwa Kabati huko kanisa ya Kabati. Nikasema watu mwika watu wasema sikelu mabano mama samaranyi tinde sikani manomo chanya no mkutano wa Kandeko eshondwa moshimano mochanya omusudamu amburate elisi wanga so wanga tuwa ticha kwe hane chirongesha ba waticha ngale ndo Mungu abuge, kwa sababu nikijipeleka bataniua. Ndiyo usifanye hasara. Haleluya. Nikijisikia kutumwa, sawa vile Musa alisimama mbele ya Farao. Mnaweza sasa aliogopa tena. Akaambia Farao, akasema Farao, libera wana wa Israeli warudi kwao. Farao anasema pana, walibere sawa.
Musa anasema ebikere munabwire. Shakampiga ile vyura. Kesho anasema nampiga giza. Kiku ingine nampiga si vitu gani. Paka pigo la 10 akawalibere bila otoblende. Silaha italibere Kongo. Iwe nzito namna gani. Kitu siku ile nilijua kwamba silaha haitalibere Kongo ni wakati wa Interahamwe walinipiga Mubusendo, wananipiga mpanga. Wakati wako wananipiga chini, nikasema nimekufa. Sababu sana niliona mpanga wanaweka juu, nikasema hapa nimekufa. Lakini nikawa najiuliza mroho, nikasema mbona siafika mbinguni? Sasa nimekufa hivi na hivi. Sasa wakati ninajua silaha iwezi libere, bamonike bakakuja. Na wako wanatupiga pale na kutukamata franga. Baka observe na bakapiga picha. Erinyi myefoto nyeni ya hese. Baka nyumba mamupanga mwana windiye. Atiro ngani ba ministre wa justice. Nandibu ndo mumuniki genda. Muwanyi fatura baka nyihumba. Unautokombondo. Mwanyi myakwe foto batai. Ama nyipigate foto. Abandramwe bakanyipiga. Babere babiyokoli na eni alaba. Ini atupepe yati. Omutima mwahetana. Nabere mwanyira. Lakini nabiri wanyitengari ndaka position. Atironga sheo kwa position nga mwende. Oyo wanyefatura bakanyihumba. Ale. Rudia kwenu. Ndo maana nilikumbuka kwamba silaha hata iwe nzito la bura gadi. Ukiona inapita menadunda nayo haita kulibere. Tukaro na Elisa yuka bapige kwa upofu na banakuwa ndimetime na banashindwa kuua watu. Akaimani ketu bapasera kachineka haki kwanza akaembinwe yenyu lakini akaeneka haki. Tukalutu wabula Elisa oyuka minyererate babiri yetimba halia na hii vita ya wiki tunaibati, hatujui kama inatokea wapi. Hatujui nani anaua nani na alafu ni mabongo. Akose ni bafulani ndo bale batuma, akose fulani ndo anabatuma, ni akose. Tukaso nditu utu obrasilive atote. Turonderio munabii atabiri ewita na bakaingana nachi no yukitabo nganende. Sasa bandukwe mtu sabere kotsevu. Bwana rwamenu ano muti wowe rila byemeza Bwana nerilungishe sondwa. Si tulimo Elisha. Muti anowe rilungishe sondwa neribatizia. Hatuna Elisha. Hatuna Elisha wa kusema balisha jipanga first plan arme ya Kongo. Awa anabapiga kwa upofu. Au nom de Jésus. Mkama tu watu wate kwa jina la Yesu. Eri tukasabira ukukalio. Elisha bapige kwa upofu. Imani eyo nabre sabayo basi sinyole luba pardon ngata kefanya mafere tulutwa unga na kwenene basi na undianie yo na bande banie yo. Hii dunia nawaambieni kwamba inakuwa na lazima ya Debora omuka libataya kabuleyi ya Debora mwani ya Sisera. Ye Debora mwani ya Sisera komanda wa Yabini mfalme wa Wakanana na alienda na sekretari wake alikuwa mwanaume. Sasa alisema tangulia mbele. Ule mwanaume akasema kama hauende pamoja nami sitaenda. Omukali Soloma s'il vous plaît. Mnasho omukali Soloma. Omukali we burebure. Oho bakala benga ute valerenge. Israeli yote walimtia kofiasi. Aliposimama mbele Israeli wakamtia kofiasi. Akaenda na baraka. Sasa wakaenda wote. Ya Sisera komanda wa Yabini akaona cha mtema kuni. Apiga musumari omumkutu. Omukali. Eno abakali bali eno bakara bate kwe. Obuhaka na mabeyi yo munekweyo tukotwa bule Debora mabutembo. Igwa mwangasha batizibwa ndeke. Kwa sababu tunakosa Debora sujao mwanamke. Alisimama na jeshi lilimuogopa. Na
wanasema walitunga siloga Israeli, wakasema Bwana amewapa Waisraeli ushindi, amewapatia Waisraeli ushindi kwa mkono wa mwanamke. Unashaba Israeli baba poniryo mukali ngabandandiko munaponiryo mukali. Nero sasa bakatunga siloga inayosema Bwana amewapa Waisraeli ushindi katika mkono wa mwanamke. Sebeka iko na neno moja. Tunapotafuta pasere mwanamke, banamuke banasema sharia wereba neka. Tunasema pasere mwanamke anaweza naye kuongoza wa kanisa. Wamama wanasema bado. Bo baba setu wa mubana. Tulimuanda. Siku mgabwa wa moja. Tulibabehi, tulibatsuri, tulibatongi, neryo kweryo mwasha murondabo lobo lomo bana betu. Neryo ababehi abana batsuri aba. Bali ndano chika ndi abakwe. Amabi wanali abaleta. Tunakosa Debora katikati yenu. Tunakosa Debora katikati yenu ambaye anaweza kasimama mbele ya jeshi anasema pake show, anaua komanda wa barebel omukali. Tabia wetu. Mwingine ambaye namtamani ni Paulo. Paulo alipokuwa mwinjilisti katika Ambire Rome. Ambire Rome ilikaa salama kwa sababu ya mahubiri ya Paulo, kwa sababu alijenga makanisa fasi yote. Napenda niwaambie kwamba kanisa lina uwezo. Kanisa lina uwezo. Lina uwezo wa kushinda. Kuna wakati moja katika historia ya kanisa lilitawala serikali. Presida evêque ndo alikuwa anawekea mikono presida wa republiki. Leo kanisa ndo ya kunyenyekea. Basi nariko twabiri ya bakimbise mwere tuimbe chizizi mubure na presida tuletere ubuhoti. Kanisa linachimilie saa mission ne moya hivi ambo na revera wetu anabaliri ambo na anabrebala na anahalia neriko ambo baba brandekera bakulo bomere de la ville abatu tumirio komisahada. Kanisa linachimilie, kanisa lingejinua, kanisa lingepanda juu, linaambia serikali pakesto, tumeteseka ya kutosha, tunaomba sasa liberation. Tukata bulano mpasero ka hayati na bazebe kanisa wakaya bati babo bakwanza retebeti. Sasa pourquoi kanisa inakuwa imilie? Nataka niwaambie kitu kimoja. Tuamini tena. Ile ndogo sio yangu. Tuamini tena. Imani tulio nayo ni ndogo kupambana na changamoto za leo. Imani tulio nayo ni ndogo kupambana na changamoto za leo. Kama tunataka Mungu atutumie ili kuweza kugeuza Kongo, ninawapa vitu vitatu tu. Vitu vitatu tunataka kuviombea. Tunatakiwa kitu cha kwanza, kila mmoja wetu aishi maisha matakatifu. Hapana bukristo bwa bricolage. Mungu alisema siku moja, akasema nilitaka kuharibu watu. Atiba umwene ningeona Daniel na Noah kama na mwingine nani sijui. Na Yobu. Mungu akanasema robutembu ni watibwa. Na nganaba no mutakatifu ya butembo. Mutu mutakatifu outekwe kosa. Abia nyisamarira temino ngabia kate ni watibwa achina waza. Atibwa mbino baba na kwaye. Ini ya yobe ndi ne watiye sushebu oko byabo. Atibwa baba ya zalimwinda. Atiye yulo asobola. Mungu anataka akupate wewe umefanya kiapo.
unasema Mungu, nimeachana na mambo yote ya dunia, hata yawe mawazo mabaya, hata yawe macho mabaya, hata iwe vitendo vibaya, na sulubisha yote juu ya msalaba wa Yesu. Neriwa luwetsuka maisha matakatifu. Moka ngabia kana akoko Mungu anemwendesha tumika liberie Kongo. Mnawaza nani aliua Goliath? Ni mtoto, ni mtu mzima? Ni mtoto. Mwayeye ebyo Eliabu binene shoroketi. Ame iye bindi biyalabi ya Yesu binene shoroketi. Ame watiripige cho Goliath echi. Abandi abani bibi, nabandi ababa ute mifema, nabandi abauta bende nabende. Ame watenyena ute katakatifu kanibulishi. Tami Mungu anganali bere Kongo yomo mulimi wa bekene. Ini ya mwende Isara. Nye wategenduwa wote vipofu. Iba bia vipofu. Mungu anatafuta uishi maisha yasiyo na dhambi. Ndio sasa atakutumia kwa kulibere Kongo. Lakini pamoja na buzambi ukashaboka saba, siku 7, siku 8, sijui siku ngape, Mungu ulibere Kongo. Kandi waluo chumba cha maombi moja luaniba awe 0 maisha ya utakaso. Tusube kuo tulekiriwa tote. Omundu ni mzaifu, ni mtu wa mwili, ni kawaida, masharibu mengi Kitu ya pili ambacho Mungu angependa aone kinakuwa ndani ya maisha yako ili akutumie kwa liberation ya Kongo ni kuwa na upendo na huruma kwa mwenzako. Omungu ni akweya isi wangatsura bendo byonde. Omungu ni akweya isi wangiti showonde usanane duka yewe. Omungu ni akweya momutima owatahitano ko mundu webindu kucho watahitana kunde mundu. Omungu ni akweya momutima watatsura bendo byabene no watahitutse bendo byabene. Nerini akweya iwulimo mutima wa Musa. Ini akweya iwulimo mutima wa Yohani Mubatizaji. Oyuka fanye kazi etauta mshahara. Kamba lolulwe mbuli, anavaa ngozi ya ngamia na anakula jige na asali. Shari deshene, shari dine, akabahatisa ya. Mungu anakukutana na moyo wa kupenda taifa lako, wa kutumikia taifa lako, wa kuhurumia taifa lako. Anasema hii huruma kama huruma ya Yesu. Omutima yo Mungu akatumikiramo. Mungu anatumikia ndani ya ile moyo. Anasema mulumyoyu share tsura, share ba, share etana kumundu, shangalia komundu kobusa, shanga sitakano mundu ni ateke shofranga tebamutese. Oyu yonge tumikiramo. Kitu ya tatu, uwe mtu ya maombi yenye maono. Kuna maombi ya chakula, kuna maombi ya kutaka uolewe, kuna maombi ya mahitaji afeti. Lakini hali ya mmesabe iwoluwa yingiro mobusubo Mungu neriyetula tulokomote mao Mungu. Wabute Mungu. Na Mungu ni akuka njeberi. Nasikia watu wengine wanasema si wabatiste hatuna ile mambo ya kufunuliwa na kuonyeshwa vitu. Tunaomba tu na Mungu anasikia. Ayo maombi we call maternelle. Unasikia? Ile ndo maombi na Mungu anayasikia. Kuomba bukali, kuomba sijui mahindi, kuomba kitu fulani, Mungu anasikia. Hali ya misabe ya sekondari. Maombi ayo ukana sabo Mungu. Bunu walamia na bakoni. Bunu wakola maombi inaokuwa na action. Na action inaonekana pale pale. Amesabe ya 3e niveau. Universite. Birikanya no Mungu. No Mungu ni aptingula meso wao. Iwala ngirebere. Nere washalangira nebe kata kerekoreka. Ere waberesa maruto Mungu. Iwa mulangiri yono Mungu. Na ine kukangania bende. Amesabe ya Elisa.
tuchinyoko hesabe ya maternelle oko inji yetu na basoda tulisikia nabo balikofa. Ubariki babibi zabo. Eyo ni ekole primaire. Oni malombiwe primaire. Ama ombiwe secondaire angana kola chindu tu. Masabiri nyumba ikanisika himbwa, iya himbwa anganabia na maaction. Maombi ile ya universite. Birikania no Mungu nga Elia waker, nga Elisha, nga Musa. Unaona Mungu. Unasema Mungu huyu ambaye anaweza akatusaidia. Nina maulizo mawili mbele ya kuomba. Mnawaza Mungu iko na mpango wa kuokoa Kongo? Mnawaza Mungu iko na mpango wa kuokoa Kongo au alishainyamaza? Ana mpango wa kuokoa Kongo. Na waulizeni ulizo la pili. Mnajua kwamba kuna wale wanamzuia asiokoe? Kuna wale wanamzuia asiokoe. Ngalama ye Kongo yokera. Wabere wabishahega mama wabana, wabishaleto ndimukeli wa kaveri. Mungu mwebu ati abase balikwe cheritu lako. Basheluba teseka. Mungu anataka kuokoa Kongo. Na mkono wake si mfupi kutuokoa. Na masikio yake si kwamba yanafungwa asikie maombi yetu. Lakini zambi zetu zinamzuia Mungu asituokoe. Nimewaeleza maekipe hapo. Na nimesema kwamba wakati tutakuwa tumetubu zambi zetu, neno la Mungu lilisema tukimuomba yeye tunatubu zambi zetu, tunajinyenyekeza, naye anatusamehe na anaokoa nchi yetu. Kondisho yeyo iwe ulieka iwe uli hano uye weute ambo Mungu abisandu byabiri chima byabiri ikakuikuhi akatakie ukoko anemwe watateka hisi ini yabakalina balumiba ni kuzimu. Mungu akatakeri chima akatakeri ukoko anemwe watateka bisandu byabyo mu butembo ini yabalume na bakali abalume na balona bakaba na barera ini asobaho ndati. Mungu anemwe takeri chima akatakeri chimirano ini ya mukalwera maparcelle mukasitakanano kwa maparke ini abolera ania wakuikuhi. Anasema masikio yake yako mepesi kutusikie. Kondisyo yonga babulaya ikalire kuche inolobire eriba mbutubu ebibi uli nabyo wabitububyo neryo sasa Mungu akaokoe Kongo. Mimi nawaza kwamba siku moja Silvari niambia walitangaza makanisa yote ya Butembo tufanye jene tuombe kwa ajili ya hali ya Kongo. Silvari abinyele satya inalibi ni nene fier. Na mamu bravo lobolo nyiti mwati towa. Mwesire mukasaba mukatserakalyo. Mutu atiriri akalyo abakati wa makulisi bebatubu. Ya mwana uirekwe shetowa kwa sababu tuliomba sana na wenye zambi wakatenda zambi sana. Ni decondition. Alafu tutubu zambi zetu na tuachane na mambo mabaya. Alafu tuombe tuseme simuwa buti tukashe yetu wabireke bibi na rino wala michuo chetu lero situ wabireke bibi na riaba ni babireke tabaye bangi na bakali babireke pono na balume babireke biburi neritwebo situ wabireke propre akaluni ya chima erini atuoko. Na wakati ule atashuka yeshendi setu la komundu sheri chimi yengo Mungu erichi mariwe riare sonda Musa. Anasema Musa na kuita sasa wewe utagomboa wana wa Israeli. Sasa wakati iko na shuka iko naangalia kama Musa iko wapi. Neri akabya watu kako iramo Musa ini unamuiro mumukalimu mangume ne wate basi tena chewerewere kwesi ini shewa takima yakalwa nakali ili yakakabakate akasike ndibye Elia abya shewa takale bayonde mo babolya iboli omutima uwa hiten ade shofranga kashabwera shoko parke bana matabo ha fulani ne batonyire takerira mu Elisha yoyo
inyesha samarira omukomersolia yuti akili olia nanganalu na muira mo Musa ini abohola bakongomani ini amuyana kaboro. Mimi sijui ni muda nisiwachokose siwachokeze. Ni muda wa siku 3 ninasema juu ya mpango wa Mungu juu ya Kongo. Naomba msimame wote, msimame wapendwa. Tunataka kuomba Mungu. Mungu anataka kuokoa Kongo, naomba mfunge macho. Mungu anataka kulibere Kongo. Lakini wale wanaomzuia ni wale wasaliti, ni wale watu wabaya, ni wale watu wasiofaa. Mimi sijui. Sasa nataka nikuambie kwamba kama unataka Mungu ageuze mgongo wake, atugeuzie uso wake, kile kinachomfunga ni ile zambi. Sasa wewe unajua ni zambi gani? Nadhani tangia tumeanza mkutano, tangia Dima mpaka leo, wengi wametubu na ninawashukuru sana. Na Mungu anataka kulibere Kongo kwa sababu hii mkutano yote watu wengi wameshatubu. Lakini wewe unayebaki, wewe tunataka kukuombea. Mungu akusaidie. Mkono wa Bwana unataka kunyoroka kuweza kutufika kwa sisi wa Kongomani na zaidi sisi watu wa Nord Kivu. Mungu anataka kukuokoa, anataka kutuokoa sisi wote na maasi yote inayotendeka, lakini anakuta kikwazo, kizuio ni ndani ya maisha yako. Unataka kutubu na Mungu ataweza kukusaidia. Nitaomba kwa hitaji la pili. Kwa wale ambao wameokoka, anajua ameokoka, lakini angependa Mungu amtumie kwa liberation ya Kongo. Alafu anataka double utakatifu alio nao. Anataka double utakatifu alio nao usudi Mungu amtumie kama Deborah, amtumie kama Musa. Yani Mungu amutakase awe pepe, yani awe kabisa pasipo kilema. Huyu naye tutamuombea. Yani unataka kuwa yule ambaye Mungu atakuwa anazungumza na wewe kuhusu vita vya Kongo. Vikifika mahali unatabiri, ukata kimya nivo ya Elia, ukata kimya nivo ya Elisha, ukata kimya nivo ya Musa. Uchineko nivo maternele ya imani, ukata kingi roho wa Deborah. Tukata kerisawa na yaongande vyako na ngataka nyebyako yako hitu inangana libere butera mbondo. Sasa na wewe ukue mahali pale ambapo Mungu anaweza kukuambia, anasema mama fulani, papa fulani, Daudi Goliath ametesa watu, simama Daudi na mseledi. Iwanganabya boko Mungu akatumiyeno mseledi butera lase rocket. Tukesa. Ninaanza kuomba mara ya kwanza kwa yule ambaye anaona kwamba anazuia Mungu asitulibere. Yani zambi zake zimetutenga na Mungu, wala hataki kusikia maombi yetu. Alafu unajitambua katika yale maekipe yote ambayo tumehitaja hapa. Wewe utaweka mkono kwa kifua. Bado sijaombea wale wengine, lakini wewe ambao unatambua utaweka mkono kwa kifua chako. Na mwisho wa ibada tutaingia hapa kanisani kwa 10 minute tu, kipata maombi ya special. Nakumbuka wimbo ambao niliimba, wengine wenu hawayazaliwa.
Nataka kuimba kidogo. Ukiwa tayari leo kumpokea Yesu, yeye amemaliza yote msalabani. Kama unakuwa tayari, njia iko tayari leo. Tutamaliza mkutano na tunafanya mwito. Uwe mmoja, wawe wawili. Naomba uweke mkono kwa kifua. Nataka kuomba. Tayari. 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 Sauti ya Bwana umesikia. Dhambi zako zimekutenga na Mungu. Alafu nataka kumrudilia Bwana. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, unawatazama watu ambao kweli makosa yao ndio yanachafua Kongo. Makosa yao yanachafua makartie. Makosa yao yanachafua mji wa Butembo. Makosa yao yanakunukia wewe Mungu, na yanaacha usisikie maombi ya liberation. Naomba tu waone, naomba watakase, naomba wasamehe, naomba uwe pamoja nao, naomba uwakubali mbele yako, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Tunaendelea kufunga macho. Maombi haya ninayaomba ni ya Wakristo wote. Wote tu. Wale wateule wote. Tutanyosha mikono. Nataka kuwaombea, au nataka kuomba kwa ajili ya sisi wote, kwamba Mungu atuongezee imani. Si tulitwa ile imani ya Elia oyo wakera banabii babali. Si tulitwa ile imani ya Musa oyo watu walera Farao yabekere na shonda. Tuchinauti imani ike yaresabero kobundu itwe simesombe. Tuba tute Mungu asante ukosombe. Tuchinauti imani ike tukasonda Bwana. Tunaomba Bwana atuongezee imani. Ibinjenga liambe eya Elisa eyeriye wita na wanjiti kwa upofu babyandi metime ayonga saba iye sinaongo kasaba ya Debora oyo wimane mbere ya komanda Sisera kampiga msumari ukabucha kwa imani yae mbino kwa ya Elia oyo wimane ye mbula unalairi uko imani ya yokwe tokata keresaba. Uko na imani ya Joshua ambaye alipiga akakongariri nchi ya Kanana na Waisraeli wakairiti. Uti uko imani eyikabwiti merci okwitu olukondi imani ya maternelle yeyo ya asante Bwana kunipatia bombo eyo ni ya maternelle teriria omungu akuye imani tena imani ambayo inaweza kahamisha milima, yani imani ya kupiga vita bila silaha. Ewangana tumeshonzo chenyisa iwo buteshonzo cheseriebo eba na oterero koshombondo imani yayo sebo mai ye, lakini iwaira makayo awakalu kwa Mungu iwe buti kwa upofu. Ile imani ndo tunaomba. Tuloko imani ya maternelle na tuloko imani ike eika shukuru salana bekusa. Hapana, imani. Tunataka kumwambia Bwana utuongezee imani. Naomba wateule wote mnyoshe mikono. Badiwa tuchina utuko imani yobuba shamabi hututu hapa kwanza retebete etutabanana huko ayayu kabati kwa upofu. Tukabia imilie msananaji. Naomba unyoshe mkono wako juu. Kwa nini tunakuwa imilie? Manake sisi tunatishwa kabisa. Hata hatuna imani inayoweza kufanya reaction. Unagonga manabii wa Baali. Reaction ya kufunga mvua juu ya Debora. Tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru kwa sababu Elia alikuwa mtu kama sisi. Alizuia mvua isinyeshe kwa sababu ya kiburi ya Ahaba
na ikawezekana. Musa alikuwa mwanaume kama mimi, kama wanaume hawa wengine wote. Alimtetemesha amperere Farao, na kwa mapigo 10 akaliberewa na Waisraeli. Debora alikuwa mwanamke semble kama hao wanawake walioko hapa. Lakini Mungu, tunaomba utuongezee imani. Mbona tumekuwa imilie sana? Mbona tumeteseka sana? Yaani hakuna hata mmoja wetu aliye na ule ukaramusi wa mbinguni ili aweze akamtandika Farao fimbo, ili aweze akatetemesha Asuria. Mungu wetu, sisi tumekuamini kweli, tunaamini Yesu umetuokoa, lakini tunaomba utuongezee imani. Utuongezee imani isiyotetemeka mbele ya wabandi, imani isiyotetemeka mbele ya Interahamwe, imani inayopiga Interahamwe kwa upofu. Mungu, sisi tumekuwa watu wa aina gani kiasi kwamba watutese, watusumbue, na wewe Yesu uko ndani yetu? Kwa nini tuteseke hivi? Wateule wenye nanyosha mikono wanaomba double, triple, quadruple fois. Yaani imani ile ya juu, ile imani ya juu, ile imani itamuua Goliata. Iko wapi Bwana? Ile imani itamuua Goliata na mzeledi bila silaha. Iko wapi? Ile imani Bwana ndio tunayoiomba. Tumeikosa. Maana utakapo libere Kongo utatutumia sisi pamoja na imani yetu. Imani kwako itaacha unatufunulia wanafichama wapi, tuwapige kwa upofu. Tunaomba Mungu tusaidie na utusamehe, na uwe pamoja nasi. Imani ndogo uiongeze, ili tukuone Mungu unatutumia na unatenda kazi ndani ya maisha yetu. Tunaomba neema hii katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Naomba mkae.